Siku moja mwamba Ibrahim Traore alikuwa anatembea sokoni akiwa amevaa kawaida. Hakuvaa gwanda za jeshi kama ilivyozoeleka, wala suti na tai kama viongozi wengine, bali shati jeupe na suruali ya kahawia, na huku akiwa amevalia kofia na kuivutia chini ya macho ili watu wasimtambue. Hakuna aliyejua ya kuwa alikuwa ni yeye. Sio wauza nyanya, sio wamama wanauza ndizi, si hata vijana wanauza vitunguu kwenye matoroli. Lakini je, ni kwa nini rais wa nchi afanye kitendo kama hicho? Kwa sababu alihisi kuwa ametengwa mbali na raia wake. Washauri wake walimwambia kila kitu kinaenda sawa bwana mkubwa, na nchi ina furaha, lakini moyo wake ulikuwa unaongea kitu kingine. Nataka kujionea mwenyewe, alimwambia mkewe asubuhi hiyo. Nataka kuhisi kile masikini wanachokihisi. Nataka nisikie wakiongea, ili hali hawajui kuwa rais yupo katikati yao. Mke wake akamwangalia kwa wasiwasi kidogo. Unatakiwa uwe mwangalifu. Mke wake akamwambia kwa sauti ya upole, akaendelea. Wewe ni mtu mwema, na watu wema siku zote wanakuaga na maadui wengi. Traore akamwangalia mkewe, akatabasamu, akamwambia, usijali, nitarudi kabla jua halijazama. Halafu akambusu kwenye paji la uso, akaondoka. Alipofika sokoni, wakati anapita katikati ya umati mkubwa akiwa na walinzi wawili ambao na wao pia wamevaa kiraia, hakuna mtu hata mmoja aliyemwangalia mara mbili. Ni mpaka aliposikia sauti nyuma yake, sauti ya kijana mdogo, labda miaka 12, akasema, habari za hivi punde, kuna hatari kule Ikulu, watu wanapanga kumuua rais usiku wa leo. Ibrahim Traore aliposikia hivyo, ikabidi ageuke nyuma. Akaona ni kijana mdogo tu, amevaa kaptura na redio ameiunga kwa waya na plastiki, spika ikiwa imetoboka, lakini inafanya kazi, na huku akipiga kelele mtaani kama mwandishi wa habari. Kuna maadui ndani ya serikali wanapanga kumuua rais kwenye kikao cha siri. Narudia tena, kuna mbinu ya kumuua rais usiku wa leo. Kama kawaida, wengine walicheka na wengine walimrushia coins kwenye kikombe kilichokuwa mbele yake. Hapo wengi wakidhani bwana mdogo anajaribu kuigiza kama mwandishi wa habari, lakini moyo wa Traore ukawa umeganda. Akajitahidi kujipenyeza katikati ya umati wa watu, huku akijifanya kuwa ni mtu wa kawaida tu. Akamsogelea kijana, akamnong'oneza, hey, umesikia wapi haya maneno? Dogo akamwangalia kwa kuchanganyikiwa, akajiuliza huyu ni nani, anataka kujua. Halafu akajibu, mimi ninapenda habari. Ibrahim Traore naye akamjibu, sijawahi kusikia kitu kama hiki kabla. Je, unaongea kwa kutania au upo serious kweli? Wanataka kumuua rais? Kijana akapanda juu ya boksi la chuma, na awamu hii alikuwa serious kidogo kuliko mwanzo. Sio utani anko, mimi nimesikia mwenyewe kupitia redio yangu hii. Niliiseti kwenye mawimbi ambayo ni shortwave radio frequency. Nilisikia watu wakiongea kwa kodi, lakini nilisikiliza kwa umakini sana. Wakasema usiku wa leo ni usiku wa kumaliza kazi, na wakataja jina la rais. Ninaapa siongei uongo. Dogo akiwa anaangalia watu huku na huku, akaendelea kusema, na mimi nilirekodi sauti zao. Je, unataka kusikia? Traore akamwambia, ndiyo, nataka kusikia. Kijana akasema sawa. Akavuta tape recorder ya zamani ambayo hakuna mtu hata mmoja anayeweza kuitumia kwa sasa, maana ni teknolojia ya zamani, imechakaa, ina mikwaruzo, lakini bado inafanya kazi. Akaicheza ile rekodi, halafu sauti ikasikika ikisema, anatakiwa awe amekufa kabla ya asubuhi leo. Usiku atakapokutana na viongozi wengine, tuna watu ndani, walinzi watakuwa ni wa kwetu. Mpaka hapo moyo wa rais ukawa umeelemewa. Akatambua moja ya sauti, alikuwa ni mmoja wapo kutoka kwenye kabineti yake. Ni mtu aliyesimama pembeni yake, na ilikuwa jana tu. Akamkodolea macho huyo kijana mdogo, akamuuliza, je, unawajua hawa watu ni nani? Kijana akatikisa kichwa kuashiria kuwa hawajui, lakini akasema, ila ninajua signal mahali zilipokuwa zimetokea, kwa sababu nilizifuatilia hizo frequency. Nimekuwa nikicheza na haya mawimbi ya redio tangu nilipokuwa na miaka 7. Baba yangu alikuwa askari, alikufa nilipokuwa mdogo.
Kwa sasa naishi mtaani, lakini redio hii ndiyo ulimwengu wangu. Traore hakuamini macho yake, maana mpaka sasa amesikia mwenyewe kwa masikio yake. Na leo huyu kijana ambaye ni maskini anailala mtaani ameyaokoa maisha yake, na Captain Ibrahim Traore akamwambia, nataka uongozane na mimi. Kijana akauliza kwa ukali kidogo uliochanganyikana na wasiwasi, kwa nini? Traore akajibu, ni kwa sababu na kuamini. Kisha Traore akavua kofia yake. Kijana akapigwa na butwaa, maana macho yake hayakuamini alichokiona. Akasema kwa kigugumizi kidogo, wewe ni Traore? Raisi akaitikia, ndiyo, ni mimi, lakini shusha sauti yako. Dogo akaangusha rikoda yake, halafu akaendelea kuongea, wewe ni Raisi? Traore akamwambia, shusha sauti yako, usiongee kwa sauti hapa, sio kwa sasa. Kijana akarudi nyuma akitetemeka akisema, nisamehe kama nimekosea. Traore akamjibu, hapana, haujafanya kosa wala kitu chochote kibaya, huku akiweka mkono wake begani kwa kijana huyo, huku walinzi wawili wakiwa wamesimama pembeni yake wakiwa kwenye tahadhari ya hali ya juu sana, na mmoja wao akamnong'oneza Raisi, tunatakiwa kuondoka sasa. Kama hii recording ni ya kweli, basi hatuna muda wa kutosha hapa. Traore akasema, twendeni basi, pia mchukueni huyu bwana mdogo, twende naye. Dogo akashangaa na akapiga kelele akasema, mimi siwezi kwenda Ikulu, na wala kwenye mabasi yaliyochakaa. Traore akamwambia, leo ni mwisho, utapanda gari la Raisi pamoja nami Raisi wako. Walipoondoka, shughuli za soko zikaendelea kama kawaida kwenye biashara. Upande mwingine redio ya kijana ikawa inaendelea kuongea kuwa Raisi yuko hatarini, ila hapo sokoni hakuna aliyekuwa anajali, pamoja na kuwa walikuwa wanasikiliza, isipokuwa maadui na mtu mmoja kwenye mkusanyiko wa soko akasema, ameshajua tayari huko. Na msafara ukaanza kuondoka kuelekea Ikulu bila kuwasha taa wala ving'ora kama msafara wa Raisi, isipokuwa gari moja tu jeusi ambalo lilikuwa linatumia njia za kawaida kabisa za huko mtaani, wakiwakwepa askari wa usalama barabarani na macho ya watu pia. Ndani ya gari pembeni ya Kapteni Ibrahim Traore alikuwa amekaa na kijana ambaye amekuwa maisha ya Raisi, na kijana amekaa imara kwelikweli akiwa amekumbatia ile tape recorder yake kama vile alikuwa anakumbatia dhahabu, akiangalia uzuri wa gari. Akaangalia kwenye dashboard akasema, hii ni kweli au naota? Traore akatabasamu akamgeukia akamwambia, hii ni kweli kabisa mwanangu, unakaa karibu au pembeni na mtu ambaye wanatafuta kumuua. Kijana akauliza, kwa hiyo ni nini kinachofuata? Unaenda kuwakamata? Traore akasema, hapana, bado. Kama tukifanya kwa mapema watakimbia. Tunatakiwa kuwakamata kwenye mkutano huo wa siri. Kijana akauliza, mkutano gani? Traore akajibu, mkutano wa siri ambao utafanyika Ikulu, na maafisa wa ngazi za juu tu ndio wanaoruhusiwa kuwepo kwenye mkutano huo, na miongoni mwa hao ndio wanapanga uhalifu huo. Mlinzi mmoja akaongea, maadui na wao pia wamesikia sauti hii kwenye hii tape recorder. Mlinzi mwingine akaitikia, mkuu, tunahitaji tuandae mpango kwa sababu watajaribu kufanya kila kitu wakijua kuwa utakuwepo kwenye mkutano huu. Ninatakiwa niwepo kwenye hicho kikao. Ibrahim Traore akajibu, akaendelea kusema, maana nisipojitokeza kwenye huo mkutano watajua kuwa wameshajulikana na watajua kuwa tunawatafuta, lakini kwa wakati huu sisi tuko tayari. Akamgeukia Dogo akamuuliza, unaitwa nani jina lako? Bwana mdogo akajibu, naitwa Ismaili. Traore akamwambia, safi sana Ismaili, na wewe ni miongoni mwa watakaopanga mipango kwenye misheni hii, kwa sababu umeokoa maisha yangu na kufunua uhaini ambao ilikuwa ni siri kabisa, na kwa sasa unanidai. Ismaili hakujua aongee nini, kwa sababu hakuna chochote ambacho amewahi kukifanya, na akawa sehemu ya mpango wote ule. Hajawahi hata kuwa kwenye chakula cha jioni pamoja na familia yake, lakini kwa sasa yuko na mtu mwenye nguvu sana katika nchi, akimsaidia kupambana na vita iliyoko nyuma ya kivuli. Kijana akauliza kwa sauti ya upole, je, naweza nikauliza jambo? Ndiyo, uliza. Traore akajibu, kwa nini wanataka kukuua? Traore akakaa kwa muda mrefu bila kujibu, huku akiangalia nje
kupitia kioo cheusi cha gari, kisha akajibu, kwa sababu nasimama kuwatetea masikini, kwa sababu nilifutilia mbali mikataba ya kijinga na makampuni ya nje yanayotunyonya, kwa sababu nilizuia wenye nguvu wachache, mafisadi kuliibia taifa, na viongozi wanapokuwa ni tatizo kwao huwa wanataka kumwondoa. Ismail akainamisha kichwa chake chini, kwa sababu umaskini ameuona na ameuishi. Si tu kuona, hana wazazi, hana ndugu, haendi shule, hana msaada. Makazi yake ni mtaani, kwenye majalala, na redio pekee ndio amekuwa rafiki yake wa kweli. Kisha akamwambia Ibrahim Traore, akiongea kwa sauti ya chini, wewe si kama wengine? Hapana, Traore akajibu, sio kila mtu anahitaji mabadiliko. Walipoingia geti la ikulu, haraka walinzi wakaanza kufanya usafi, kila kitu kikiwa kinaonekana kiko sawa. Rais akashuka na walinzi wake wawili pamoja na Ismail. Akamuita mkuu wa idara ya intelijensia, kamanda mshapu sana, jina lake anaitwa Seku. Huyu ni mmojawapo ya watu wachache sana anaowaamini. Seku akaisikiliza ile rekodi, na alipomaliza kuisikiliza akamwangalia rais na akasema, hii ni kweli kabisa. Rais akamuuliza, je, umetambua hizi sauti? Seku akaitikia, ndiyo mheshimiwa, nimezitambua hizi sauti. Ni waziri wa ulinzi na chief of internal security. Sauti zingine nimeshindwa kuzitambua. Traore akaitikia huku akisema, hawa ni watu waliofaa kulilinda taifa. Jaribu kufikiria, hawa watu amekuwa akila nao, akisalimiana nao na kucheka nao, lakini leo wamekuwa wasaliti, sio wa Ibrahim Traore tu, bali wanaamua kuisaliti hatma njema mbele yao ya taifa lao, na akaagiza waangaliwe kwa umakini. Na rais akamwambia Mr. Seku, usifanye chochote kwanza, waache wahudhurie kikao cha leo kama hakuna kitu kilichotokea. Akaitikia na kumwambia rais, vipi kuhusu huyo kijana? Wakati huo kijana Ismail akiwa amesimama haelewi chochote, lakini ameshikilia redio yake mkononi, na rais akatembea akaenda kuweka mkono wake juu ya bega la Ismail, kisha akasema, huyu atabaki hapa, mlisheni, mpeni kitanda. Amefanya jambo kubwa sana kuliko hii nchi. Usiku wa leo amefanya kitu kikubwa sana kuliko wanasiasa wengi waliowahi kufanya katika maisha yao. Kijana Ismail akatabasamu akasema, ilikuwa kidogo tu, lakini kwa kweli najivunia hilo. Usiku ulipofika, Traore akaandaa kikao ambacho kingekuwa ni hatari sana kwa maisha yake. Alivaa bulletproof ndani ya nguo zake, na walinzi wake wakiwa wamebeba silaha ambazo hazina sauti, na Seku mkuu wa intelijensia akaweka watu ambao ni undercover maeneo yote ya ikulu. Pamoja na hayo yote, lakini swali lilibaki ni moja tu kwa kila mmoja wao. Je, wasaliti wangapi bado walikuwa ndani? Saa 4:45 usiku, taa kwenye chumba cha mkutano zikawashwa. Viti vilikuwa vimepangwa, chai imeandaliwa, hakuna kilichoonekana kiko nje ya utaratibu. Saa 5 kamili wahusika wakaanza kuingia kwenye kikao, wakitabasamu, wakicheka, wakisalimiana kama vile hakuna kilichokuwa hakipo sawa. Lakini miongoni mwao kuna watu walikuwa wanapanga mauaji. Saa 5:10 usiku, rais akaingia, wakasimama huku wakimpa heshima, wakitabasamu, lakini akiwa anaangaliana na watu anaowaona. Hapo mbele yao aliwatambua sauti zao kutoka kwenye ile recording. Waziri wa ulinzi aliyekaa mbali kidogo na meza, lakini amekaa kama hakuna kitu chochote kibaya kinachoendelea, na akaendelea kupiga pafu kadhaa za chai iliyowekwa mezani. Ni mtu ambaye wakati fulani rais alikuwa anamuita ndugu yangu, na sasa ndio mtu huyo huyo ambaye sauti yake imesikika akisema, kabla asubuhi haijafika awe ameshakufa tayari. Kabla mkutano haujaanza, spika za masikioni alizokuwa amevaa rais, ikasikika sauti ya mkuu wa intelijensia Mr. Seku akisema, mkuu, tuna tatizo hapa. Kuna signal tunaitilia shaka inatokea hapo hapo mlipo. Kapteni Ibrahim Traore akanong'ona kwa sauti ya chini akimjibu Mr. Seku. Ni signal ya namna gani? Seku akajibu, kuna mtu anatransmit audio live kwenye hicho kikao. Kuna mtu anatuma mazungumzo ya kikao hicho mahali ambako hakujulikani. Kuna mpelelezi ndani ya hicho chumba. Traore akashangaa
Haukuwa mpango tu wa kumuua, lakini kuna kitu kilichokuwa kinaendelea. Lakini mwamba akakaa imara kabisa, kama hakuna kitu chochote kinachoendelea. Akaangaza macho huku na kule. Kwenye kile chumba, watu 12 walikuwa wamekaa, wote wamevaa vizuri, wanatabasamu, wote wakiigiza kama hakuna tatizo. Lakini mmoja wao alikuwa kwa siri ni msaliti. Traore hakuwa na muda wa kupoteza. Akaanza kuongea kwa sauti ya upole. Ndugu zangu, asanteni kwa kuja usiku wa leo. Akaongea huku akilazimisha tabasamu usoni, kisha akaendelea. Hebu tuanze sasa. Walipoanza kuongelea masuala ya ulinzi na bajeti, akili ya rais ilikuwa kwingine kabisa. Masikio yake akiwa anasikiliza kwa umakini sauti mbalimbali, macho yake yakiangalia kila kinachoendelea. Alikuwa ni nani? Je, ni mtu anayejikuna shingo yake? Ni mtu anayeangalia saa yake? Au ni mtu ambaye hajagusa kabisa kikombe chake cha chai? Ghafla sauti ya Seku, mkuu wa intelijensia, ikarudi masikioni mwake. Mkuu, tumepata signal. Inatokea kwenye mojawapo ya koti la mmoja wa mawaziri, na mpelelezi amevaa maiki ndogo ambayo si rahisi kuiona. Traore akauliza, ni yupi huyo? Seku akajibu, bado tunafuatilia tujue ni nani, lakini mtu aliyekaa kushoto kwako. Traore akageuza shingo polepole. Kushoto kwake kulikuwa na watu 3, waziri wa kilimo, waziri wa ulinzi na naibu waziri wa ulinzi. Watu 3 wenye nguvu na madaraka ya juu katika taifa. Watu ambao sauti zao zilisikika mchana kwenye ile tape recorder. Halafu kuna kitu ghafla kikatokea. Waziri wa ulinzi akaenda kwenye kikombe chake cha chai, akakinyanyua. Wakati aliponyanyua kikombe cha chai ili anywe, Traore akaona ndani ya koti lake kuna taa nyekundu, inawaka na kuzima, inawaka na kuzima. Kilikuwa ni kitaa kidogo sana. Hii ilikuwa inatosha kabisa kumhakikishia kwamba hiyo ni transmitter. Rais akabonyeza kitufe kidogo kilichoko kwenye kalamu yake mfukoni kwake. Ilikuwa ni signal kuwapa watu wake. Wakati huo, huko nje, Kamanda Seku na timu yake wakapokea ujumbe. Akawaambia, nendeni haraka, operation tayari imeshaanza sasa. Ndani ya sekunde kadhaa tu umeme ukakatika. Ikulu nzima kukawa na giza nene, watu wengine wakiwa hawaelewi ni nini kinachoendelea. Inakuwaje umeme ukatike ikulu? Ghafla dirisha likavunjwa, moshi ukajaa kwenye kile chumba, na walinzi wakawa wameshafika, wakiwa wamevalia miwani ya kuona gizani. Wakamchukua waziri mmoja baada ya mwingine. Kabla ya taharuki haijatokea, ndani ya sekunde 30 umeme ukawa umerejea, na alikuwa tayari yuko ardhini. Waziri wa ulinzi ameshikiliwa sawasawa na walinzi 2 na transmitter ndogo ikiwa imepatikana kwenye mfuko wa koti lake. Kila mmoja alishangaa ni nini kilichokuwa kinaendelea. Kila mmoja alishangaa hiki ni nini. Naibu waziri wa ulinzi akapiga kelele, akaigiza kama vile haelewi chochote kinachoendelea. Rais akasimama akasema, niliwategemea sana na nikawapa uaminifu wangu, lakini kuna mtu hapa amechagua usaliti. Wakati huo waziri wa ulinzi akipumua kwa nguvu huku akivuja jasho akapiga kelele, nililazimishwa, walitishia familia yangu, tafadhali bwana mkubwa, sikuwa na chaguo. Rais akamwangalia usoni akamwambia, hapana, ulikuwa na chaguo. Uliamua kuchagua madaraka badala ya heshima. Na walinzi wakamwambia rais, mkuu, kuna mlinzi mmoja ametoroka na ametorokea mlango wa nyuma. Mkuu, kuna mlinzi mmoja ameondoka na ametorokea mlango wa nyuma. Rais akajibu, kumbe kulikuwa na wasaliti zaidi hapa. Kwa hiyo kuna mtu alikuwa anawasaidia kutokea ndani. Aliwaangalia watu wote kwenye ule mkutano, na sasa akaanza kuogopa na kumgeukia Seku akamwambia, hebu wachunguzi wafanyakazi wote, kuanzia walinzi wote mpaka wafanya usafi wote na wapishi wote. Lazima kuna mtu bado anawasaidia. Seku akaitikia, ndiyo bwana mkubwa. Wakatembea kutoka kwenye kile chumba cha mkutano. Ghafla Ibrahim Traore akasimama, kisha akasema, nimesahau kitu. Ismaili, kijana yule mwenye redio, tumemwacha kwenye chumba cha hoteli. Vipi kama kuna mtu anataka kumnyamazisha kabla hajaongea zaidi? Kamleteni Ismaili hapa sasa hivi. Traore akaongea kwa nguvu,
akaenda na walinzi huku akimfuata kwenye kile chumba cha hoteli ambapo walimweka Ismaili. Lakini cha ajabu walichoshangaa, mlango ulikuwa uko wazi. Ndani Ismaili hayuko na redio yake ilikuwa haipo. Halafu dirisha pia limefunguliwa. Sakafuni kuna damu. Rais hapa akapigwa na butwaa, akatazama kwa umakini damu iliyoganda juu ya sakafu. Walinzi wakaanza kukimbia huku na huku wakisema, angalieni kila mahali, chini ya kitanda na nyuma ya mapazia. Lakini mpaka wakati huo walikuwa wameshachelewa. Tayari Ismail alikuwa ameondoka. Rais akaongea kwa sauti kubwa, mtafuteni haraka sana na zuieni kila mahali pa kutokea. Zungukeni eneo hili lote la ikulu, mtafuteni haraka. Walinzi kwa sauti moja wakaitikia, ndiyo mkuu. Wakasambaa kwa kasi kama mchwa. Seku akafika dakika moja baadaye, akaona damu, naye kwa mshangao mkubwa sana akamwambia rais, mkuu, hiki kitu kilikuwa kimepangwa. Rais akamuuliza Seku, unadhani kuna mtu amemchukua? Seku akajibu, ndiyo mkuu, kijana alikuwa na ufunguo kwa sababu ndiye aliyekuwa na ushahidi, redio yake na ile tape recorder. Hivyo vinatosha kabisa kumfanya kuwa mhanga wa tukio hili. Traore akaangalia dirisha lililokuwa linatazamana na ukuta na akafikiria yeyote aliyemchukua kijana hajapita naye mlangoni. Lazima ni dirisha, lazima ni dirishani, lazima wameruka ukuta. Akanong'ona, Seku, hebu angalia CCTV kamera. Seku akamjibu rais, hatuna muda wa kupoteza mkuu, lazima waliomteka wamedili kwanza na kamera. Ngoja niende kwanza kwenye mnara wa redio nione kama kuna mtu yeyote amedili na transmission ambayo ni ndani ya hili lisali moja hapa. Traore hakuamini kilichotokea, maana alijua lazima kuna mtu ndani ya ikulu aliyewasaidia wasaliti, na kitu kibaya zaidi, wamemchukua kijana maskini aliyekuwa anajaribu kuisaidia nchi yake, na sasa haonekani, pengine ameshakufa. Hata hivyo Traore alikataa kuliamini hilo. Akajiambia mwenyewe, huyu kijana hajafa, yuko hai. Akiwa anafikiria hayo, akaja mlinzi mmoja akamwambia, Mheshimiwa Rais, nimeona kitu. Niliona mtu ambaye alikuwa ni mgeni, hakuwa mmoja wetu, na mimi nikajua labda ni mtendakazi mpya. Traore akauliza, alikuwa anaonekanaje? Mlinzi akajibu, ni mfupi, ana kovu upande wa chini wa kidevu chake. Raisi akachanganyikiwa kwa sababu huyu mtu anamfahamu na huyo sio mfanyakazi wa ikulu. Akasema, huyo ni askari tuliyemfukuza kazi ambaye alikuwa ni mpelelezi. Mlinzi akamuuliza raisi, unamaanisha ni Captain Caleb? Raisi akaitikia, ndiyo, na kama Caleb anahusika basi hii issue ni kubwa kuliko tulivyodhani. Raisi akatoa maagizo, hebu wekeni ulinzi wa kueleweka ikulu na kule kwenye familia yangu. Pia wekeni ulinzi, ongezeni ulinzi kwa mke wangu na watoto wangu pia. Walinzi wakaitikia, ndiyo mkuu, tumekuelewa. Askari wakakimbizana huku na huku kama mchwa, lakini akili ya Traore ilikuwa kwingine, akiwaza kuhusiana ile redio na hatma ya yule kijana, huku akikumbuka ile sauti ya yule kijana akiongea kule sokoni. Wanapanga kumuua raisi usiku wa leo, na kwa sasa kijana haonekani. Wakati huo huo, upande wa pili, Ismail alikuwa amefungwa kwenye kiti, amewekewa tepu mdomoni, na mbele yake amekaa mtu mfupi ambaye ana kovu chini ya kidevu upande wa kushoto. Huyo sio mwingine, ni Captain Caleb. Akiwa anavuta sigara yake akasema, well, kijana, umesababisha matatizo makubwa sana kwa watu, unajua Ismail alikuwa anapiga kelele bila msaada wowote, na Caleb akaendelea kuongea, mtu fulani ulikuja kumwonye, lakini ile tape recorder yako ndio ilikuja ikamaliza kila kitu nilichokipanga. Haukutakiwa kucheza na redio. Sasa mdomo wako umekuponza, unaenda kufa kijana. Watu wengine waliokuwa pamoja na Caleb wakaanza kucheka wakisema, lakini huyu ni mtoto tu, labda tumuue, mwili wake tuutupe mtoni. Caleb akatikisa kichwa akasema, nataka kusikia kitu ambacho kijana alikirekodi. Alipochukua tape recorder kusikiliza alichorekodi, redio ilikuwa haina kitu. Hiki ni nini?
sauti ulizorekodi ziko wapi? Wakamshika kijana kwenye kora ya shati, na Ismail wakati huo akiwa anawaangalia kwa hofu akampiga kofi kijana usoni. Damu zikaanza kumwagika, na wakati huo huo simu ya Caleb ikaita na sauti ikasikika. Hebu badilisheni mpango kwa sababu nafikiri ameshajua. Mchukueni kijana mpelekeni uwanja wa ndege, maana ndege inaondoka ndani ya dakika 30 tu. Anatakiwa apotee kabisa huyo. Caleb kwa hasira akamwangalia kijana akamwambia, Dogo, una bahati sana. Unaenda kwenye safari ndefu ya ndege. Ningekuua hapa sasa hivi. Dogo akiwa anavuja damu, lakini ndani yake akiwa anacheka. Ameficha zile sauti na hajaficha popote, sio Ikulu wala popote, lakini kuna mahali ameiweka. Basi bwana, Dogo alikuwa na akili sana. Sijui ni saa ngapi, kumbe alikuwa ameficha kwenye spika iliyovunjika kwenye mtaa wake anaokaa, kwenye kona fulani hivi. Na kijana mmoja wa miaka 18 akiwa anafanya usafi akashangaa kuna kitu kimefungwa kwenye tepu. Akaamua kukifungua, na ndani yake kulikuwa na memory card ndogo sana. Akaipeleka kituo cha polisi. Wakati huo huo, baada ya kusikiliza kilicho ndani, kwa sababu wakati Dogo alipokuwa anapiga kelele kuwa kuna mpango wa kumuua rais, mfanya usafi naye alikuwa amesikia hizo taarifa. Lakini pia tayari mpaka wakati huo ilikuwa imeshajulikana kuwa kulikuwa na mpango wa kumuondoa rais, na polisi moja kwa moja wakampigia mkuu wa intelijensia ambaye ni Kamanda Seku. Akaja kuifuata ile memory card, na Seku alipoileta, rais akauliza, Umeipata wapi hii? Seku akamjibu, Ilipatikana kwenye spika iliyovunjika ambayo Ismail alikuwa anaitumia. Traore akaichukua na akaicheza. Akazisikia sauti zikiongea mle kuwa rais usiku wa leo lazima aondoke kabla hapajakucha. Tuwe tumemuondoa na kuna walinzi pale ndani, ni watu wetu. Mpaka hapo akawa na ushahidi kamili, na sio mambo ya kusikika tu kuwa rais anatakiwa auawe tena na watu wa ndani wakishirikiana na watu wa nje, kwa sababu amekuwa ni mtu mbaya kwa watu wa nje. Ndani ya ndege tayari wameshamchukua kijana Ismail, wanaenda naye huku akivuja damu akilia. Caleb akaja akamwambia, Ni vyema ukanyamaza kimya. Wakati ndege ikijiandaa kupaa, wakaja askari wakamnyoshia bunduki rubani, kisha sauti zao zikasikika, Shuka haraka, mikono juu. Kwa haraka Caleb akamrukia Dogo Ismail, akamfanya kama ngao yake, akamwambia, Ukijaribu kufanya chochote utakufa. Askari wakasita, lakini ghafla ukasikika mlio wa risasi kutokea nyuma ya Caleb. Alikuwa amepigwa mguu na kulazimishwa kupiga magoti huku damu zikimwagika, na ghafla nyuma yake ikaja helikopta ikiwa imembeba Captain Ibrahim Traore, na kwa ujasiri akasema, Kalibu, kwa nini unaumiza watu wangu? Ulijaribu kuipindua nchi yangu. Umemuiba mtoto kutoka nyumbani kwangu. Caleb akajibu kwa kupiga kelele, Hili halijaisha na kuambia Traore. Hili halijaisha, na uliweke kwenye akili yako. Traore akasema, Hebu mkamateni. Kamata kila mtu aliyekuwa naye. Halafu na hii ndege waliokuwa wanataka kutoroka nayo, piga kiberiti. Usiku wa siku hiyo, rais akalihutubia taifa. Pembeni yake akiwa amesimama bwana mdogo Ismail aliyevaa shati jeupe lakini na bandage usoni kwake. Rais akaanza kwa kusema, Ndugu zangu wa Burkina Faso, leo ilibaki kidogo tu, basi tuwe tumeharibiwa taifa hili zima kutokana na usaliti wa watu wa ndani. Watu niliowaamini walijaribu kuchukua kila kitu kutoka kwetu, lakini sauti moja tu imeokoa taifa letu. Mtoto mmoja, tena ni kijana wa mtaani. Watu wakapiga makofi na kijana akasimama akiwa amefurahishwa sana na kile rais alichokiongea, na Traore akasimama akiwa amemshika begani akasema, Kuanzia leo, huyu ni sehemu ya familia yangu. Huyu ni ushahidi wa sauti za watu, bila kujali hali walizonazo, bila kujali umri walionao, ni wadogo au wakubwa. Wiki chache zilizofuata, wasaliti wote wakakamatwa na kuhukumiwa kwa mujibu wa sheria. Raia wakafurahia sana, kuanzia walikuwa wanamdharau bwana mdogo kule sokoni alipokuwa akiwaambia, wakiona anaigiza tu kama mwandishi wa habari. Wakati huo huo,
Traore akatengeneza kikosi kingine cha walinzi wa watu, yani People's Guards. Ni kikundi cha intelijensia kilichojumuisha wanafunzi wa kujitolea pamoja na raia wa kawaida waliofundishwa kudhibiti rushwa na kulinda taifa. Na katikati yao alikuwa Ismail. Akawa amepata familia, amepata makazi, amepata shule na sasa anaelekea hatima yake. Lakini zaidi ya hilo, amepata heshima, akaja kuwa ni alama ya kuwatia moyo wengine, lakini mamlaka kubwa ndani ya sauti ya mtu mmoja. Mungu ibariki Burkina Faso. Mungu ibariki Afrika. Mungu mbariki kapteni wa Afrika Ibrahim Traore. Mimi ni Mariam Po.